Bwana Yesu asifiwe. Natumaini kwamba unaendelea vizuri, na kama sivyo basi Bwana akutie nguvu uweze kuwa sawa. Mungu ninayemwamini mimi hashindi na kitu. Nadhani ni Mungu wako pia. Kwa hiyo hakuna sababu ya kubaki katika changamoto yako, ili hali yuko Mungu ambaye ukimweleza haja yako anaweza akakuponya. Sasa leo napenda tuangalie tu kitu kimoja katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 fungu la 7 sita na la 7. Fungu la 6 Ufunuo 14 nasema kwamba kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemichemi za maji. Sasa malaika, huu ni unabii. Unabii hutumia lugha ya picha kufikisha ujumbe. Sasa kwa kawaida tumezoea, hata mimi nafahamu kwamba na Biblia inaunga mkono hilo, kwamba malaika ni viumbe wa mbinguni walioumbwa na Mungu, ambao wao wanatumika kuwahudumia wanadamu. Katika kitabu cha Waebrania 1:14 Mtume Paulo aliandika, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa huduma wale watakao urithi wokovu, alipokuwa akizungumzia malaika. Na kwa haraka mimi nafahamu, au kwa ungu mimi, ni kwamba nikisikia neno malaika na picha inayokuja kwa haraka akilini ni viumbe wenye mabawa ambao wanaruka, ambao mara nyingi au ambao huwa wanamtumikia Mungu. Sasa ni kweli, na hiyo ni maana moja ya malaika, lakini Biblia hutumia pia neno malaika kuwakilisha watumishi wa Mungu au watu wa Mungu wanaofanya kazi yake. Sasa Yohana anaoona akanasema, nikaona malaika mwingine. Ni watu wa Mungu ambao wanaenda huku na kule kwa ajili ya kupeleka habari njema au injili ya milele. Sasa injili ni nini? Injili, Mtume Paulo alisema katika kitabu cha Warumi 1:16, alisema kwamba kwa maana sionei haya injili, kwa kuwa ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hiyo injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila anayeamini. Huo uwezo wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila anayeamini ni nini? Uwezo wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila anayeamini, tujaribu kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 18, nasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kumbe neno la msalaba ndiyo nguvu ya Mungu. Sasa hilo neno la msalaba ambalo ukilitumaini au ukiliamini unaokolewa, ni nini hasa au ni nani hasa? Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 1:1 anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tena katika sura ya 3 fungu la 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa kumbe nguvu ya Mungu inayoleta wokovu kwa kila aminie ni neno, ambalo ndiyo Yesu Kristo mwenyewe, ambaye Mungu alimtoa ili kila anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa injili ya milele
lazima ijengwe katika Yesu Kristo. Yesu ndiyo kiini cha hiyo injili ambayo Yohana alimuona malaika akihubiri. Na hii injili ndiyo ambayo lazima ipelekwe kwa kila mtu duniani, ndipo ule mwisho uje, kama ambavyo Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo 24:14 kwamba na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Sasa injili ya milele ambayo malaika anaihubiri inaanza kwa kusema mcheni Mungu na kumtukuza. Sasa kumcha Mungu hicho ni heshima kuu inayotokana na hofu kwa yule unayemheshimu. Yaani unamheshimu mtu sio kwa vitisho kwamba labda umetishika, lakini ni heshima ambayo inajenga hofu. Shawahi mara nyingi nitolee mfano kwa vijana. Unakuta kijana kwa sababu anamheshimu binti wa kike, anashindwa kumpata na kumwambia kitu fulani, akihofia kwamba labda akimwambia hivyo anaweza akamvunjia ile heshima ambayo yuko nayo kwake. Kwa hiyo ndiyo heshima ambayo ni mfano tu dhaifu wa kicho. Lakini yule ambaye unapaswa kumpatia nafasi ya kwanza kumheshimu ndani ya moyo ni Mungu peke yake. Ndiye ambaye unapaswa umwelekezee hiyo heshima kuu. Mungu ndiye ambaye anapaswa kuheshimiwa na kuchukua nafasi ya kwanza. Katika kitabu cha Malaki 1:6 Bwana anauliza kwetu akidai heshima yake au kicho chake. Anauliza kwetu, anadai heshima yake kwa sababu tumemwacha, tumekuwa tukipeleka heshima ya kwanza kwa vitu ambavyo hatupasi kuvipa hiyo heshima badala ya Mungu wetu. Sababu aliyetuumba ndiye ambaye tunapaswa tumheshimu kwa hofu na kwa woga. Malaki 1:6 Bwana anasema mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiko wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi. Kwa hiyo tunapaswa tumheshimu Mungu. Mungu ndiye ambaye anapaswa kupewa heshima ya kwanza kuliko kitu kingine chochote. Sasa ni kwa namna gani tunaweza tukamcha Mungu au tunaweza tukampa Mungu heshima? Jambo la kwanza ni kwa kutii sheria zake. Sheria za Mungu ni kopi ya tabia ya Mungu, ni nakala ya tabia ya Mungu. Hatushiki sheria ya Mungu au hatutii sheria ya Mungu kwa sababu ili iweze kutuokoa. Hata hivyo, sheria ya Mungu katika amri 10 ilipewa kwa Israeli sio kwamba ili iwawezeshe kutoka Misri utumwani. Walipewa baada ya kuwa wametoka utumwani na sasa wako huru. Sasa wanapaswa wamheshimu Mungu kwa kutii sheria zake ambazo waliandikiwa. Katika kitabu cha Warumi 15:4 anasema yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu, ili kwamba kwa taburi ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hiyo sheria ya Mungu tunapaswa kuitii na tunawajibika kuitii, sio kama njia ya kutuokoa, kwa sababu hata hivyo sheria haiokoi. Lakini sheria ya Mungu inatuonesha ya kwamba ni sehemu fulani sisi tuna dhambi. Kama hakuna sheria, maana yake hakuna kosa au hakuna dhambi.
Na kama hakuna dhambi, maana yake hakuna hata haja ya kuhitaji mtu wa kukuokoa, kwa sababu akuokoe kutoka kwenye nini? Mwokozi anakuokoa kutoka kwenye dhambi, lakini hakuna sheria na hakuna dhambi. Kuna dhambi, mwokozi wa kuokoa wa nini? Kwa hiyo wale ambao mnasema kwamba tumeokolewa kwa neema, hakuna haja ya kuishika sheria, tujaribu basi kukaribisha Roho wa Mungu aweze kufundisha maandiko, kwa sababu hata hivyo neema ilikuwepo hata kabla ya Musa kukabidhiwa zile amri 10. Mwanzo 6 fungu la 8, na Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Neema ni kupata kila ambacho hustahili. Wokovu wetu ni kwa neema, kwa sababu sisi hatustahili kwa vyovyote kupata huo wokovu. Sisi tulitenda dhambi, lakini Mungu alijitoa akafa kwa ajili yetu. Tunapata wokovu bure kwa neema. Neema ya Mungu haikupi chance ya wewe kuivunja au kuikanyaga sheria yake. Hata hivyo, Yesu alisema, mkinipenda mtazishika amri za Mungu. Kushika au kuwa mtiifu kwa Mungu ni tunda la upendo, kwamba umempenda Mungu. Sasa tunategemea kwamba ubadilishwe maisha kufanana na yeye. Huwezi kusema kwamba wewe ni mfuasi wa Yesu ambaye alikuwa anapenda kutenda mema wakati wewe uko unafanya uovu. Sasa cha ajabu, hata ukiwauliza hao wanaosema kwamba hakuna haja ya sheria kwa sababu tumeokolewa kwa neema, ukimuuliza sasa, vipi ni kwa hata nikifanya uzinzi tu fresh, anakwambia hapana. Kwa kumbe mmeokolewa kwa neema kutoka kwenye sheria ya kutunza sabato tu, sio? Neema haitupi room ya kuweza kuvunja sheria ya Mungu. Ukimpenda Mungu utazishika sheria zake, sio ili zikuokoe. Sheria haiokoi. Sheria ni kama kioo. Kioo kinakuonesha tu kwamba sehemu fulani una uchafu, lakini hakina uwezo wa kuondoa huo uchafu. Na hivyo sheria ikikuonesha kwamba wewe ni mchafu sehemu fulani, ndipo sasa unashawishiwa na Roho Mtakatifu uweze kufanya toba na kutubu. Huwezi kufanya toba ukajutia dhambi ambayo hujui kama umefanya dhambi. Kwa hiyo tujaribu kupitia mara mbili kila ambacho tunakifundisha kwa watu. Usiibuke tu na kusema kwamba tunaokolewa kwa neema eti ni kwa sababu tu unafanya dhambi. Yaani wewe ni kama wale ambao Yesu alikuwa akiwatolea kwamba Mafarisayo, waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwamba unahubiri Injili, unafanya dhambi na unataka kujitetea kwamba kwa sababu unafanya dhambi pengine watu wengine hawajui. Sasa unakuwa unahubiri watu wengine mafundisho ambayo ni kinyume kabisa na Biblia ili uweze kujifariji. Dhambi ni dhambi, lakini Yesu alikufa kwa ajili ya kukupatia wokovu. Unapofanya dhambi, nenda ukatubu. Sheria ya Mungu inayopatikana katika Kutoka 20 fungu la 3 mpaka kuendelea, amri 10 ni nakala ya tabia ya Mungu. Mwanadamu alipoumbwa, aliumbwa akiwa anafanana na Mungu, sio kwa sura, bali ni kitabia, kwamba anafanana na Mungu. Lakini hiyo hali ya kufanana na Mungu iliharibiwa na dhambi, na mpango wa Mungu wa wokovu ni kumrudisha mwanadamu katika asili aliyoumbwa nayo. Sasa ili amrudishe, lazima arekebishe tabia ya mwanadamu ifanane na yeye. Sheria ya Mungu tunapojizoeza kuishi hapa duniani, ndiyo ambayo tunajizoeza kuishi maisha ya kufanana na Mungu. Sasa wewe unawahubirije watu kwamba sheria haihitajiki? Bwana atusaidie, Bwana atutie nguvu.
lakini tusome maandiko, tusome Biblia.